Movie inaanza katika Marekani ya baadaye mwaka 2225. Dunia imebadilika, umaskini umekithiri na serikali kupitia mtandao wake wa television unaoitwa Freevee inatumia burudani ya kikatili na isiyo ya huruma kudhibiti umma. Watu wanatazama vipindi vya uhalisia ambavyo vinawafanya wasahau shida zao huku wakishuhudia wenza wao wakipambana kwa ajili ya uhai wao. Katika machafuko haya kuna mchezo mmoja unaotawala hisia za kila mtu. Mchezo huo bwana unaitwa The Running Man. Huu si mchezo wa kawaida, uko hivi. Washiriki wanajulikana kama runners. Wanapaswa kuishi ndani ya siku 30 bila kugunduliwa, huku wakisakwa na timu ya wauaji wanaolipwa na wanaitwa hunters, wanaoongozwa na Chief Evan. Sasa katika huu mchezo mshindi anashinda kiasi cha dola bilioni 1. Na hapa ndipo tunakutana na mhusika mkuu ambaye ni Ben Richard. Ben ni mfanyakazi wa kawaida kutoka kijiji maskini cha Cop City. Maisha yake yamekuwa magumu na sasa amefukuzwa kazini kutokana na kutetea wafanyakazi wenzake. Zaidi ya yote, Ben ana mtoto mdogo ambaye anaitwa Cassie. Anaumwa sana na anahitaji dawa ambazo Ben hawezi kuzimudu kwa time hiyo. Katika hali ya kukata tamaa, Ben anaamua kujaribu bahati kwenye mchezo wa Freevee, akitumaini atapangiwa sehemu ambayo sio ya hatari ili aweze kupata pesa kumhudumia binti yake. Lakini kama ilivyo kawaida katika filamu za aina hii, mambo hayaendi kama ilivyopangwa. Badala yake sasa, baada ya kupangiwa mchezo rahisi, Ben anajikuta amechaguliwa kwenye mchezo kuwa kama runner, katika mchezo ambao ni hatari zaidi kuliko yote ambao unaitwa The Running Man. Sasa ukiacha Ben, wanachaguliwa watu wengine pia, akiwemo Tim na akiwemo Jenny. Lakini swali la msingi, je, Ben ataweza kutoboa kwenye huu mchezo au atakuwa naye ni muhanga katika wahanga ambao wameuawa kikatili? Kabla ya mchezo kuanza rasmi, Ben anajaribu kuzungumza na mtayarishaji mkuu wa mchezo huu wa Freevee, anaitwa Danny. Mtu mjanja na asiye na huruma. Anajua vizuri historia ya Ben ya kupigania haki za wenzake akiwa kazini. Anampa Ben ofa ya bonus kubwa na ahadi ya kulinda familia yake ambao ni Sheila, ambao ni mke wa Ben, na Cassie ambao ni mtoto wa Ben, ikiwa tu atakubali kuingia kwenye mchezo. Time hiyo bwana, Ben hana jinsi. Anakubali kuingia kwenye mchezo kishingo upande, akijua tu ameshajiingiza tayari kwenye shimo refu. Picha inaanza, Ben anapelekwa mbele ya umati wa watu, ambapo mtangazaji wa show ya Running Man, Bobby Thompson aka Domingo, anamtambulisha mbele ya umati wa watazamaji. Lakini Ben anatoa maneno ya dharau kuhusu Sheila na ugonjwa wa mwanae na Ben ambaye ni Cassie. Jambo ambalo linamkasirisha sana Ben wakati huo. Pembeni akiwepo Chief Evan na hunters wengine ambao wako tayari kwa ajili ya kuanza kufanya uwindaji Sasa kila runners anapewa dola 1000 na masaa 12 ya kuanza kukimbia. Maana baada ya masaa kupita, hunters wanaachiwa kwa ajili ya kuanza kuwasaka runners. Ben anatumia akili zake, anawasiliana na rafiki yake wa zamani Molly ili apate kitambulisho cha bandia na silaha. Anajificha kwenye hosteli akitumia muda wake kurekodi kanda za video za kila siku kwa ajili ya network. Kumbuka moja ya sharti la mchezo huu, kila siku unatakiwa urekodi video ili kuonyesha wewe ni mzima na uko wapi, na baadaye video hizo unazipeleka kwenye drone ambazo hizo drone zinazirudisha kupeleka kwenye network ili zitangazwe mbele ya mashabiki na watazamaji. Lakini furaha ya Ben haidumu. Punde tunaonyeshwa Molly anavyoteswa na hunters, hatimaye wanamuua kutokana na kutoa siri za Ben, ambapo anawaambia Ben yuko sehemu fulani. Siku ya pili ya mchezo, Ben anashuhudia kwenye TV jinsi Tom anavyogunduliwa huko Boston na kuuawa kikatili na hunters. Hii inamfanya Ben agundue na ajue kuwa mchezo huu sio wa kitoto. Anajiandaa kutoroka, lakini hunters tayari wameshamzingira kwenye hoteli aliyopo. Ben anatoroka kwa shida akipitia dirishani na kuteleza kwenye lifti huku akikwepa risasi. Ananusurika na mlipuko wa bomu lake mwenyewe na anatoroka kupitia mfereji wa maji taka, huku Chief Evan akilipua hosteli na kuua hunters wake 4.
Mlipuko huu unatumiwa na network kumchafua Beni, wakionyesha kama gaidi aliyewaua watu wasio na hatia. Beni anapata msaada kutoka kwa kijana anaitwa Bradley ambaye anamficha nyumbani kwake. Bradley anamuonyesha Beni mkusanyiko wa kanda za video zinazoonyesha aina mbalimbali ya runners. Beni anagundua kuwa network inaficha siri nyingi chafu, ikiwemo ugonjwa wa dada yake Bradley ambao umesababishwa na network. Beni anajaribu kurekodi ujumbe wa kufichua ukweli, lakini network inazuia kanda hiyo na kuunda deepfake ya Beni akisema anafurahia kuwaua hunters. Hii inamfanya mama yake Bradley amfukuze Beni nyumbani kwake. Lakini Bradley na kaka yake wanamtorosha Beni kwenye buti ya gari wakiwakwepa hunters kwa ujanja. Bradley anampa Beni anwani ya Elton. Elton ni mwanaharakati mwingine anayeishi eneo la Deri. Beni anafika nyumbani kwa Elton, ambapo anagundua kwamba baba yake na Elton aliuawa na maafisa polisi baada ya kupinga uovu wa network. Elton anaamini kuwa Beni amekuwa ishara ya uasi, na kauli mbiu ya Richard Lives imeanza kusambaa miongoni mwa watu mitaani. Elton anampa Beni mahali pa kukaa, lakini mama yake Elton ambaye ni Victoria anatishia kumripoti Beni. Elton anaamua kuwaita hunters ili apambane nao na kulipiza kisasi cha kifo cha baba yake. Wanapambana vikali wakitumia mitego mbalimbali. Elton anauawa na Chief Evan, lakini Beni anafanikiwa kutoroka kwa kutumia gari dogo lililoko maeneo yale. Beni anarudi na kulipua lile gari la hunters, kisha anaruka ndani ya maji. Beni anapanda barabarani na kumteka nyara msichana tajiri anayejulikana kwa jina la Amelia, akimlazimisha kumsaidia. Amelia awali aliamini propaganda za network. Anaanza kugundua ukweli baada ya kushuhudia jinsi network inavyopotosha ukweli. Amelia anampeleka Beni kwenye uwanja wa ndege wa hunters, ambapo umati wa mashabiki na hunters wamekusanyika wakimsubiri. Beni anajifanya amebeba bomu, ambapo anatishia kuilipua isipokuwa hunters wamruhusu yeye na Amelia kupanda kwenye ndege waelekee Canada. Hunters wanakubali na Beni anamshinikiza Chief Evan kuvua barakoa yake mbele ya watazamaji, jambo ambalo Dani ambaye ndio bosi wa hiyo show anakubaliana nalo. Ndani ya ndege, Dani anazungumza na Beni kutoka makao makuu, akimwambia kuwa anajua kabisa Beni hana bomu. Dani anampa Beni nafasi ya kuwa hunter mpya ikiwa atamuua Chief Evan. Ili kumshawishi zaidi, Dani anamuonyesha Beni video ya bandia ambayo sio ya kweli, Chief Evan akiwaua Shera na Kasi ambaye ni mtoto wake na mke wake. Akijua hii itamkasirisha zaidi Beni. Beni akiwa amejaa hasira anapambana na kuwaua marubani ambao pia ni hunters. Kisha anapambana na Chief Evan ambaye anafichua kuwa alikuwa runners wa mwisho aliyenusulika katika msimu wa kwanza na alikubali ofa ya Dani kuwa hunter. Chief Evan anathibitisha kuwa Dani alimdanganya Beni kuhusu vifo vya Shera na Kasi ili kumfanya Beni aonekane kama ni shujaa na kulipa kisasi. Kwa msaada wa Amelia, Beni anapiga shimo kwenye dirisha la ndege. Beni anamuua Chief Evan. Wakati huo ndege ilikuwa inaelekea Cop City. Dani anampa Beni nafasi ya mwisho kukubali ofa yake, au atatangaza video ya bandia ya Beni ikitishia kuwa Beni anaipeleka ndege hiyo kwenye mamilioni ya watu. Kisha Dani anaamuru ndege ipigwe risasi. Ndege inadondoka na inabaki sintofahamu kwenye jamii na watazamaji, wakijiuliza je, Beni amefariki ndani ya ndege au alipata nafasi ya kutoroka. Maelfu ya watu wanaamini kuwa Beni amefariki kwenye ndege. Baadaye Bradley anatuma video akipinga hadithi ya network, ikifichua kuwa sanduku jeusi la ndege lilipatikana likiwa na rekodi ya mazungumzo kati ya Beni na Dani. Bradley pia anasema kuwa ndege ilikuwa ina chumba cha kutorokea ambapo Beni alikitumia chumba hicho kutoroka. Kwa upande wa pili tunamwona Shera na Kasi kwenye duka kubwa, supermarket, ambapo Keshia anamwambia Shera kuwa kuna mtu fulani tayari ameshamlipia vitu vyake alivyovinunua. Anatoka nje, anashangaa na kukutana na Beni.
Dani anajiandaa kutangaza msimu ujao wa show ya Running Man. Lakini watazamaji tayari wameshaanza kuasi, wakishikilia mabango yaliyoandikwa Richard Lives. Bobby Thompson anajiuzuru mara moja, akimwacha Dani kujaribu kudhibiti hali. Wakati anajaribu kuanza, watazamaji wanarusha Molotov cocktail kwenye jukwaa na kusababisha ghasia. Dani anateleza na kuanguka chini. Ben anaonekana akimkaribia Dani ambaye yuko chini na anaanza kuhesabu kutokea 5 kabla ya kumuua Dani kwa risasi kichwani. Kama kawaida usisahau kulike na kusubscribe.